Sister, kinyago likicha kuchonga mwenyewe kishaamka. Akisha. Yaani siku ya leo ni mbaya. Jamani. Kwa sababu kishaamka huyu chula wako huyu. Twende tukavuruga huko mbele maana kama pesa tunazo. Umemkaje mdogo wangu? Unaitwa nani? Na nini kimekukuta? Maana tumekukota sehemu mbaya sana. Nguo yako ikiwa imetapakaa damu. Nimekusafisha na nimekubadilisha nguo. Nini shida? Dada, mimi nina njaa sana. Hii ndo dunia ya leo. Ya leo. Hii ndo dunia ya leo. Hii ndo dunia ya leo. Jamani, we dada. Mbona kwani unakula hivyo utafikiri mtu anataka kukimbia kambi ya jeshi? James, mwache mtu wale kwanza na umuulize hayo maswali yako kama polisi. Dada, siongei na wewe muuza vijola. Naongea na huyo mkopesha vijola. Mbona nataka unipande kichwani sasa? Sawa mama Huruma. Kwa kweli nipo kwako. Mimi sina neno. Asante kwa chakula. Amina. Sijali mdogo wangu. Kwani unaitwa nani? Na nini kimekukuta? Mbona tumekukuta sehemu mbaya sana? Nguo yake ikiwa imetapakaa damu. Nimekusafisha na nimekubadilisha nguo. Nini shida? Mimi naitwa Dimai. Ndio tuambie mwe. Maana si ndio tuliokuokota. Tatizo ni sura. Huwa ninatoka na damu sehemu za siri, damu zisizokata. Na sina ndugu, sina makazi. Naomba nihifadhi yenu jamani. Usijali mdogo wangu. Utaishi na sisi hapa, jisikie uko nyumbani. Sawa, mimi sitaki kuingia kwenye hiyo kesi yako. Huyu binti hatujui katokea wapi na shida ni nini na ni kwa nini anatoka damu sehemu za siri. Naomba usinihusishe. James, ukiamua kumsaidia mtu, usiangalie unamjua au umjui. Usijisikie vibaya. Karibu, jisikie nyumbani. Asante dadangu. Kisa. Unajua kuna kitu nimekaa nimefikiria. Huwa kinaniumiza sana. Kitu gani hicho ana? Maana leo nina haraka. Nina kazi nyingi nyumbani leo. Najua. Ni kuhusu familia yenu. Sijakuelewa. Kuhusu mdogo wangu Mary. Sio Mary tu. Hata huyo Frank anaitwa Gucci. Yaani familia yenu ni kama vile ina laana hivi. Au mizima babu zenu ni kama imetaka muishi maisha ya Sodoma na Gomora. Ni kweli unachoongea ana. Kwa kweli hata mwenyewe sijui nifanyeje. Kama kuomba nimeomba, nimefunga, nimefanya kila kitu kinachomhusu Mungu, lakini bado tu
Sijajua hata nifanyeje rafiki yangu. Unajua ni mtumishi wa Mungu mzuri sana. Neno la Mungu liko ndani yako. Biblia unaijua vizuri, neno unalijua vizuri. Kanisani, yani uko safi. Lakini nashindwa kuelewa uko busy kutoa boriti kwenye macho ya wenzako, lakini umeshindwa kutoa boriti kwenye jicho lako. Usijali rafiki yangu. Nitalifanyia kazi. Naamini ipo siku tu Mungu atafungua milango yake, hata usijali. Sawa, lakini kumbuka familia yako inahitaji msaada wa kiroho kutoka kwako. Unaonaje ukimshirikisha mchungaji kuhusu hili swali? Nimekuelewa sana rafiki yangu. Kwa mchungaji nitaenda. Naamini tu atanisaidia, hata usijali. Tuondoke basi. Sawa. Dunia simama nishuke, maana nakuelekea, hakuna kivuke. Nami kipofu sioni, nani anisaidie Simoni? Na dunia ya leo imejawa uovu, dunia ya leo imejawa mashoga, vibaka nao wamo, ndoa nazo, ndoano, siwezi kupa mfano. Ndio maana nalewa, wewe huwezi elewa, nikikupa hiki kichwa aswe huwezi toboa. Ndio maana nalewa, wewe huwezi elewa, nikikupa hiki kichwa changu aswe huwezi. Mwanangu Angel. Abeba. Nafikiri uliyaona yaliyotokea kwa ndugu zako. Mwanangu, sitamani uwe kama ndugu zako. Unajua dunia ya leo inapenda kuwaendesha watu, sio watu kuiendesha dunia. Unamaanisha nini labda kusema dunia ya leo? Nisema vyema, niuliza vizuri mwanangu. Naomba uwe ni binti wa tofauti sana. Unajua mwanangu, sitamani utumie mitandao ya kijamii angali umri wako bado ni mdogo. Naomba wewe uzingatie masomo yako. Ukimaliza masomo mwanangu, hapo unaweza ukafanya jambo lolote, maana utakuwa unajitambua ni mtu mzima. Sio kama unanielewa? Hivyo mwanangu, naomba usome vizuri, maana nakutegemea sana binti yangu. Sitamani uwe kama ndugu zako wale wawili. Naomba wewe uwe ni binti wa tofauti, hata jamii ishangae. Ufanye mambo ambayo ninayokuelekeza mimi, yale yatakusaidia kuwa binti bora sana. Hata jamii itakushangaa. Umenielewa? Sawa baba, nimekuelewa. Sitafuata tabia za dada wala kaka. Sawa mwanangu. Na pia sitamani utumie simu wakati bado ni mwanafunzi. Naomba umalize masomo yako, hapo ndipo utakapotumia simu yako. Nitakutafutia simu nzuri ambayo utaitumia ukiwa umeshahitimu masomo yako. Sawa mwanangu? Ukiyashika hayo itakusaidia kwenye maisha yako. Changu aswe huwezi toboa. Hii ndo dunia ya leo, ya leo. Hii ndo dunia ya leo, hii ndo dunia ya leo, ya leo. Hii ndo dunia ya leo. Babe, unajua mafuta yangu ya kupaka yameisha, alafu body spray imeisha, pamoja na gesi imeisha. Okay. Kwa nini hukuniambia mapema kama vitu vimeisha? Au ulitaka nije kwako ndo niambie vitu vimeisha? Alafu kama hivi njiani kweli?
Unajua mambo ya live tofauti na kwenye simu. Nilikuwa nakusubiri uje ili nikwambie face to face. Kweli. Kweli naona ngozi yako kweli imefubaa. Okay, sawa. Ni kiasi gani ambacho unakihitaji ili uweze kununua vitu vyako vyote? Kwenye 200,000 au 200,000. Okay, ina shida. Unajua hicho ni kitu kidogo sana kwangu. Kisha mambo. Naambia. Safi mzima. Mzee. Za siku. Sawa. Kitambo dada. Upo? Umenenepa yani. Naona mambo sio mabaya kwako ya. Si unajua sisi wenyewe cheki sisi hali ya madalali. Umenenepa kweli yani. Vipi afu pale nilipokupangishia unaendeleaje na nani? Na mama mwenye nyumba pale. Siko poa. Niko poa kweli maana yule mama ni mkorofi. Unajua ukorofi ni mkorofi balaa. Kwanza kuna mpangaji nimpangishaga pale kabla hata wewe. Unaona nimpangishia kile chumba, alikuwa msumbufu wa kulipa kodi, alikuwa anunui umeme. Kwa muda wote mama mwenyewe alinipigia simu. Dalali mbona umeniletea mtu gani? Umeniletea mtu ajabu huyu. Nikasema mama usijali mimi nitakuletea mwingine. Si unajua mimi kazi ya udalali ndio kazi yangu. Kwa usijali mimi nitakuletea. Kwa nilivyokuona hivyo nikasema dada nitampangishia tu pale. Blaza vipi? Ukae. Unajua tena ndio hivyo ya kweli ni muda kweli dada yangu. Tambo? Au ndo shemeji nini? Sijakutambulisha. Shemeji yako. Shemeji. Sasa unajua nini? Afu nishindwa nisahau kukwambia. Pale ofisini kwangu nimeleta furniture zingine. Unajua kazi ya udalali. Pale ofisini kwangu nimeleta TV, sabufa na kitanda. Kama utajali usisahau kunitembelea basi au. Anaona kwanza shemeji hapo amekula kodi yani anakula kodi fulani yani Mnyamwezi beach boy anda kutoka mjini nini? Shemeji Utanikwaza. Nimekwambia na mazungumzo na shemeji yako mimi naye tutaongea. Basi sawa dakika basi nitakucheki mtumbala hata usijali sawa. Tutaongea Kesha. Huyu kijana ni nani? Mbona inaonekana anakujua sana kuliko anavyokujua wewe? Simona alivyojitambulisha mwenyewe. Ni dalali alitafutia nyumba pale na kukaa. Okay, sawa. Ila lazima niwe na wasiwasi. Si unajua mimi kwako ni kama abiria. Acha wivu. Lazima nichunge mzigo wangu. Acha wivu bana, yule ni dalali. Lazima niwe na wivu kwa sababu nakupenda. Si unajua mtoto mzuri kama wewe lazima niwe na hofu na wewe. Basi. Unajua yule kijana amenichanganya. Mpaka nimesahau kabisa kama kuna swala la kutumia hela. Yaani shoga yangu kuna wanawake wanalomba hii dunia sijaiona. Yaani mtu ubebe mimba miezi 9, ujifungue kichanga ukatupe kweli?
Yaani shoga yangu, mimi kila nikifikiria, kila nikimwaza huyo mama aliyetupa mtoto, simpati majibu. Yaani shoga yangu, roho imeniuma, nimejisikia vibaya. Yaani kama yule mtoto nimemzaa mimi, yaani kama nimeenda leo miezi 9, mtoto unaenda kutupa, yani Christ tu unatupa mtoto. Alizaa nini? Na alijua wanaweka nini mle ndani sasa? Baya. Jamani, habari ya saizi. Zamani ninawashwa. Nilisikia maana ninawasha nina ubuyu. Naombeni mnipe huo ubuyu, siji mtoto, siji dada yule, siji huruma, siji polisi. Naombeni mnipe. Baba wewe tulia. Ninaombea huko tulikotoka huko. Kuna mwanamke kajifungua mtoto, katupa kichanga. Hivi tunavyoongea, tumeacha mapolisi ndio ambeba mwili wa mtoto. Waenda naye sijui kituo cha yatima, sijui anaenda naye wapi. Na ukae kwa kutulia. Nzi usije kuja mdomoni ndugu yangu. Taarifa ndio hiyo, habari ndio hiyo. Kama ukuipata babu ulijifungia ndani sijui una mwali huko unajua mwenyewe. Habari ndio hizo. Miezi 9 kamtupa mtoto, na kama sio polisi sijui kingetokea nini. Hebu nipelekeni na mimi nikashuhudie huko. Babu ya tu. Miguu nayo macho nayo, kituo cha polisi nenda. Haitubutende. Jamani, miezi 9. Huyu mtoto alikunya miezi 9. Dunia imeisha. Mbona kwenye kutanua miguu kutuashirikisha tukashuhudie maajabu jamani? Nia simama nishuke, maana nakuelekea, hakuna kivuke. Nami kipofu sioni, nani anisaidie? Kwa uzuri uyanzimi, kwa utamu uyanzili shogangu. Yakisa shogangu. Yakisa nafuraha sana sana. Yaani nafuraha kupita kiasi. Yaani kisi. Leo nataka tupike pilau na kuku. Pilau na nyama. Majirani wote wale kitu kinavyonukia kitu kwetu. Alafu tunapikia nje. Tunapika na tunanunua na soda. Si ndio lakini tunakula, tunajimwaya mwaya. Kuna mabaya ya kusogomeresha kombe. Alafu ni makoboya. Ati ya shingapi? Hivi Mary, unataka nisemee wapi? Mbona mambo yako mtoto mdogo? Hivi unadhani dunia nzima imelala kama wewe? Mchana kweupe hivi, umelala uko cheka chaka. Hebu tazama watu wanapokuangalia. Toka unaimba tu nyimbo za ajabu ajabu zisizo kuwa na faida wala kitu chochote katika maisha yako. Heri, wewe ni mwanamke mdogo sana. Hebu badilika. Wewe sielewa. Mimi sielewa. Wewe mimi niliondoka sielewa. Mbona kisa ananifokea? Afu msee kubishana sana. Nataka nichukue pesa nikuta umepika. Chukue 10 bila chakula kizuri basi. Shika. Ndio unapika pilau, mimi na kazi zangu kubishana naye. Siwezi kuchukua pesa iliyojaa laana. Siwezi kuchukua pesa iliyojaa uzinzi, uhuni. Nachukua pesa uliyopambania kwa haki yako mwenyewe. Siwezi kuchukua pesa ambayo umeuza utu wako mwenyewe. Okay, sawa. Sina sai pesa. Na ndio kana huko sirudi sana hapa. Na kesho. Sasa kuchukua pesa umeonyesha. Levi. Tafadhali ndugu wangu. Naomba usiondoke na hiyo pesa. Tangia asubuhi sijapata kitu chochote kwa mwanangu. Nakuomba ndugu wangu. Najua mimi ni dada, nitabaki kuwa dada. Nina haki yoyote ya kukwambia kitu chochote katika maisha yetu. Nakupenda sana ndugu wangu. Kisa wewe unanifurahisha. Najua unanifurahisha sana. Shida na afu nakataa pesa 10,000. Kisa zingua sana. Okay, kisa tunapika chakula mnaenda huko. Narudi sana. Ndio
Mtoto kauta, mtoto kauta, mtoto kauta. Mtoto kauta, mtoto kauta. Mtoto kauta, mtoto kauta. Mungu wangu. Naomba muone mdogo wangu. Unaendeleaje mdogo wangu Juma? Naendelea vizuri dada. Hofu wewe. Niko poa, zile dawa nizo kunywa umetumia? Ndio natumia. Asante dada. Basi ngoja nikuandalie chakula maana zile dawa ni kali. Umetudanganya Dimaya. Ametudanganya nini? Dada, huyu alituambia kuwa ana tatizo la kutoka na damu bila yeye kujitambua sehemu za siri. Kumbe amejifungua kimetupa kichanga. Mimi? Naongea na mbwa. Dunia simama nishuke, maana nakuelekea, hakuna kivuke. Nami kipofu sioni, nani anisaidie simoni. Na dunia ya leo imejawa uovu, dunia ya leo imejawa mashoga, vibaka nao wamo, ndoa nazo, ndoano, siwezi kupa mfano, ndio maana nalewa.